wewe Dula ni mwanga kweli kweli. Kaka mimi mchawi kaka. Mchawi kweli. Yaani huwa haina jokes kabisa hizi. Yaani usije kujichanganya eti unijaribu mimi. Wewe. Usije kujichanganya kaka. Mimi moja sharti ambayo uliwahi kupewa na mganga wako alafu kama kuna namna lilikuwa kama zito hivi kwako lakini ulipambana nalo. Ilikuwa ni? Niliwahi kuambiwa nikoge dawa. Nilikuwa mkoani. Kuna mwanamke nilala naye. Alafu nilikuwa natakiwa nikaimbe. Kwa hiyo ustazi wangu alinipigia simu, akaniambia Dula. Tena nakumbuka nilikuwa naongea na Bilnasi nikakata simu. Mbona ndo simu ya jamaa? Nenga mwanangu utanisamee. Nenga hataanza kuongea. Mimi mbona simu naingia tu nikamkatia Nenga. Nikampigia jamaa, nikampokelea jamaa. Bwana nakuaje kaka shwari? Akasema kuna mwanamke mmelala naye. Huyo mwanamke mwili wake mchafu, ana nuksi. Fanya ukaoge ndio upande. Kwani alafu muda ananiambia hivyo. Ndio MC yani katoka ametoka kuniambia mwambie DJ wako jipange. Bwana sasa anakuja Dula Makabila. Siku nilipata wakati mgumu ni ile siku. Kwa sababu ilikuwa natakiwa nipande jukwani. Huwezi kuamini kaka sikupanda. Nilitengeneza sababu ya msingi kabisa. Baba nilimpa dogo hela nikamwambia kachukue dawa pale akachukua dawa ile ya kupuliza hivi mimi nasumbuliwa na pumu. Kwa jamaa alivyokuja nikamwambia kaka umeona hii? Umetoka kujipulizia siko sawa. Naomba kwanza nisikilizie mimi pumu yangu pale nikishika mic tu lazima nikaenda down. Kwa hiyo brother ikabidi anielewe. Akapandishwa msanii mwingine. Mimi pale pale tukachola, tukatafuta nyumba tukawapa 20,000 jamani tunaomba ndoo na maji. Kweli tukachukua ndoo na maji dawa tulizoagizwa akatuma mtu akafuata duka la dawa. Mimi nikaja pale nikakoga fasa blaza nilivorudi linatajwa jina tu. Yaani mimi sijapanda bwana Dula Makabila jiandae. Bro. Yaani lile shango lilopigwa pale nikikumbuka mkoa gani nitapost clip. Balano lilifanya pale. Kwa mimi hadi kuja kuniambia uchawi ufai yani bwana inabidi ujipange sana. Nilikutana juzi na Masanja. Kikandamizaje. Nikamwambia brother kila mtu ana imani yake. Tajiri wako wa Mungu, tajiri wangu wa kichawi. Kaka, tuishie hapo. Nitakusikiliza kinafiki. Alafu sitofanya nini? Sitokuelewa wala sitotekeleza. Kwa sababu kaka, uchawi upo. Kuna time unaenda hospitali unaambiwa huyo mgonjwa kwa hali yake ilipofikia kwa operation tulizofanya jaribuni upande wa pili. Huwa wamaanishi nyuma ya mjengo kaka. Wanamaanisha wapi? Kwa mganga. Si unaelewa? Babu hata kitabu kinaandikwa kwenye historia ya Uislamu. Mtume Muhammad alirogwa kaka. Ndio. Hata kama uchawi ulimkubali mtume, mimi kwa nini nisije hapo na uchawi? Si unaelewa kaka? Ndio. Sisemi kwamba nahamasisha uchawi wala nawafanya watu waamini. Lakini anayeamini aamini kwenye imani yake. Mimi nishawahi kupigwa pini mzee. Yaani nilienda mtaani kwangu Magomeni Kagera pale. Unajua ukiwa umeondoka mtaani afu umefanikiwa. Unaenda kuwapa hai. Mimi kwa upendo tulikatembeza 5,000 kwa madogo wale nilocheza nao. Watu wazima na kuwapa 10,000. Kuna mama nikampa 40,000. Mimi nikawasha chuma nikaondoka. Ikawa kila show inayokuja na tunaongea vizuri mnamaliza kila kitu. Ukifika kwenye hela mchongo una cancel. Mnaongea vizuri kwenye hela mchongo unaisha. Nikaona hii imekueje? Mbona kwenye hela mchongo hauishi? Nakumbuka kipindi hiko nilikuwa na date na bidada mmoja anaitwa Usna Sergeant. Ile Usna Sergeant tulikuwa tunaishi yote sala. Noma. Usna kananiambia Dula. Asa mimi mwanga ila ule alikuwa kiboko. Yule ndo alifanya mimi nikafika hapa. Usna kananiambia Dula. Hii sio kweli. Nikamwambia sio kweli nini mama? Akaniambia haiwezekani. Hii show ya 5 tuondoke. Bidada akanichukua akanipeleka yeye sasa. Ndio for the first time unaingia kwa mganga. Na yangu kweli. Kwanza ikachukuliwa nazi, ikachorwa, ikapigwa chini, nazi mwanangu zikafunika. Kaka ile siku magenge yote alisha nazi kaka. Nazi kama 9, zote zimefunika. Uje mpaka yule mtaalamu akasema, "Bora kupiga pini fundi kweli." Yaani sasa mimi naona mambo gani mbona sielewi? Huwezi kuamini mwanangu. Zilipigwa nazi. Usna kachoka, mimi nimechoka, mganga akachoka. Yule mganga akapiga video call na kaka yake yuko Dubai. Akamwambia nakuaje kaka kama bwana na kazi ya dogo janja hapa aliimba viduku kipindiko sio Dula Makabila kaka muimba singeli tu yani dogo janja tena ili unitambulisho unasema dogo janja anaimba kama Msaga Sumu. Kwa hiyo mimi mwanangu nikawa nimekaa nasikilizia jamaa akamwambia hebu chukua nazi nionyeshe unavyoandika
Basi akaandika, akamuelekeza maneno mengine ya kuongeza pale. Jamaa akaandika tena yale maneno. Alipoongeza akamwambia chukua maji, akachukua maji. Kwenye kama kibeseni. Akamwambia itio hiyo nazi. Akaiweka ile nazi. Ipindua tu hilo yote. Basi akamwambia ampe dogo avunje. Bwana nilipopasua ile nazi ikafunuka yote. Wanangu mpaka namaliza pale na koga na kutoa miskol 9 za ule mwamba. Afu liko siku mkubwa. Noma. Jamaa ananiambia, yani nilipompigia akaniambia, "Brother, uko wapi?" Kama mimi niko nyumbani. "Sikia, nataka nikuone sasa hivi." Ngamba, babu alikuwa apokea simu hiyo." Alikuwa apokea simu. Nikabidi nikate simu, ngamba usina imekueje? Akaniambia, "Wewe tatizo lako uamini ya mambo." Yule jamaa tulimuelekeza mpaka alifika Salasala, afu kafika Salasala. Anaforce kwanza nichukue hela afu mambo mengine afuate. Mambo mengine yafuate. Chukua hela kwanza, matangazo tayari kwenye misimu tushabandika kila kitu. Unajua mimi nimekaa hivi naona kuna babu si ndio huyo. Oya, baada ya pale sasa usinabona alisubiri kwenye uchawi. Sasa hivi mwanafunzi. Usinaona udula. Kwa sababu una vitu sasa mimi ndio nikaona muelekeza mtaalamu wewe. Una vitu wakikosea naambia baba hiki vipi? Na bwana nilisahau, nipe na hiyo. Anaandika. Kwa hiyo ilikuwa 2000 kama ilikuwa mwaka gani ile? Kwenye 2018 hivi, 2016. Ni zamani kipindi kile nimetoa ile nyimbo yangu Sitaikuwa mpaka nijue. Mwanzo ilikuwa muda mrefu sana. Muda mrefu hata ukiangalia hapo ni muda mrefu. Kwa hiyo tokea kipindi kwa mimi mwili wangu na chale mpaka leo. Kwa hiyo njoo unavyokuja kaka. Hata kunijaribu mimi naruhusu yoyote hata kunijaribu. Hata amini macho yake kaka. Yaani hata amini macho yake. Dula, umetuambia ndugu yangu wewe hata ukae miaka 2 utatoa project na utaishi vizuri na utaendelea kununua mandinga. Hii ni ndinga yako ya ngapi? Ndinga yangu ya 4. Ya 4 yanafikiria ya 4. Ya 4. Lakini ya 4 hata 10. Nafikiri ndo na ndinga naipenda sana. Kwa sababu BMW nilikuwa na ndoto muda mrefu ya kumiliki gari aina hii. Kwa hiyo nilirukaruka huko kwenye range clown nini lakini range si wakasemaga umepigwa bwana wasema yani ndio maana kwambaje kaka mimi siongee maneno mengi tufanya range nimepigwa achana na habari za range tuko humu sasa kwenye BMW na sasa hivi nikipita mnaniona yani kama hivi kwa juu mvua ikinyesha nafunika ikiisha nafunga kwa mnaona mpaka yani mnaona mpaka nivovaa ya kondo utaratibu wangu sasa hivi sawa Dula, kwa sababu tupo na wewe leo inabidi bwana tuguseguse kila jambo ambalo hatujawahi kuligusa. Ni miaka mingi imepita, najua nyinyi ni binadamu. Kwa sasa mnapiga story au mliwahi kuzungumza na Diamond, wewe na Diamond tokea yale mambo ambayo yaliwahi kutokea? Diamond sikuwahi kuzungumza naye. Muda mrefu kuzungumza naye. Muda mrefu. Huenda ni miaka sasa. Huenda ni miaka imepita, lakini pia Diamond japo sijazungumza naye, lakini pia siamini kama kuna tatizo. Kwa sababu nilifanya tamasha langu la Asante Singeli, Divoice nilimhitaji na alifika kwa wakati na akafanya performance. Kwa mpaka Divoice anafika naimba tafsiri yake Diamond amemruhusu. Ingelikuwa ni mtu ambaye ana tatizo na mimi, Divoice pengine asingefika. Ni vile tu kwa sababu hatujakutana. Lakini sidhani kama ni mtu ambaye labda ananikunjia au vipi, siamini hicho kitu. Sababu kwa hivyo pengine Divoice asingetolewa kwa maneno asingefika, nikafika kaimba na nina nyimbo naye nyingine nimeimba naye pia juzi hapa nafikiri. Divoice na nyimbo naye 3 hadi sasa hivi. Ushawahi kununua gari ambayo ulinunua kwa ajili ya kumpa mwanamke yani kumuhonga? Sina ujinga kaka. Kaka wanawake hao wanakugeuka dakika 5 tu kaka. Huwezi kumuhonga mwanamke gari. Kaka mimi naogopa kaka, naogopa sana. Sana. Naogopa, yani usidanganye naogopa. Naogopa sana. Kwenye kiasi cha pesa ambacho uliwahi kumpa mwanamke ambacho kuna muda ukikifikiria unasema mimi kweli nilimpa milioni 5? Kusema kweli mpaka leo era ya kumpa mwanamke ya pamoja yangu sijawahi kuzidisha ni milioni 3. Milioni 3 na milioni 3 yenyewe yani bwana ni mtiti lakini nilitoa. Unipenda kweli? Nilitoa milioni 3 kumpa mtu. Afanye tu mambo yake. Nilimpa milioni 3 nikasema bwana mama shika hii. Tena nakumbuka nilimpa 1.5, baadaye nikamtumia 1.5. Sababu mtandao sio ulikuwa unafanya nini, kwa hiyo nilimtumia. Katika hawa maarufu ambao tuliwahi. Akaacha. Pengine Zedi pale. Wapi? Unaweza kawa Zedi pale. Pengine dada yetu Sai. Milioni 3 nilimpa Laima. Laima mwanamke niliemoa kwanza kabisa.
Niliwahi kumpa milioni 3 na pamoja. Bwana mama, hebu kafanye. Alikuwa na shida gani sijui, sikumbuki vizuri. Lakini nilimpa. Kwenye list yako ya mahusiano ya kimapenzi bado una date na wanawake zaidi ya 5 kwa wakati mmoja? Wana wadogo sana kaka. Kwa nini nipunguzie idadi ndugu yangu? Nipunguzie idadi. Sifanye hivyo, nipunguzie idadi. Mimi sivuti sigara, sivuti bangi, sinywi pombe, sitafuni mlungi, sivuti shisha. Sitazame hata mpira kaka. Labda nikiona Alikamo mwanangu pembeni, ndio nitajifanya mzinze yule. Lakini starehe yangu mimi kaka ni warembo. Warembo kaka. Wala nisizunguke wala nini. Kisa kuna kamera, mimi mtu fulani nimenyooka sana. Mimi starehe yangu ni wanawake. Nikisema wanawake simaanishi kufanya mapenzi, na maanisha napenda mapenzi. Mimi napenda kupendana, napenda relationship. Ingawa nakuwa na changamoto. Unakutana na relationship ya demo mkali, nakutana na demo mkali kuliko yule. Najikuta siwezi kujizuia. Mimi naweza nikakataa hela yangu, kaniambia sikiliza wewe si mkeo, mtilie mahitaji yote, mpera matumizi, twende nikakuonesha vyuma vingine. Kwa hiyo una muda hela na control, sio mimi kaka. Kwa hata kitokeo umeoa kumbe ni vigumu yani kusema upo na mke wako tu. Lazima ajue kwamba kuna muda chuma kinapita na zake. Changamoto lazima apate kwamba relax tu peke yake. Haiwezekani kaka. No, watu wengi wanahitaji huduma yangu kaka. Sio kweli. Hawezi kuwa peke yake. Sio kweli. Mtumishi wa serikali tena kitengo cha burudani. Kaka. Babu kama hivi unakaa na mwanamke mmoja. Watu tunasemaga tu kuambia wajipe moyo, wajisikie vizuri, lakini kiuhalisia haiwezekani. Mimi nitakuwa na mke wangu na nje kutakuwa na wanne wengine ambao wanamchallenge tu. Asijisahau basi. Sawa. Kuna hilo unanuniwa kabisa ile, yani una mtu anakununia wiki nzima. Aongee na wewe kaka, unaishije? Kwa ni hivyo. Ndugu yangu tumezungumza mengi, ngoja tuichukue kidogo ndinga hiyo ione vizuri. Uone kwamba hela zipo. Kaka niache kwanza. Babu nikitaja leo itaniuma. Ndio nimetoka kuilipia, ngoja nikuoneshe. Umeona hii? Kwamba bana zaidi ya milioni 50. Umeona makablasha? Nimetoka kulipia. Alafu unaona hii? Hii nilibeba tu kama akiba, kama ikitokea labda bei imeongezeka au vijana labda wameiosha vizuri na ni utaratibu wangu wa kila siku. Hao vijana wa Singeli wanapiga piga kelele kaka. Hawana hela kaka. Yaani unaona ukiona msanii wa Singeli nimeposti labda hela, afu akacomment pale kwa chuki, ujue huyo hana hela. Kuna mwingine hana hela ila hana roho mbaya pia. Kwa wasanii wengi wa Singeli wanani mind najua. Lakini sasa hakuna jinsi, yani hatuwezi kuwa sawa. Yani wote wa Singeli pengine wakikusanyana wakaunda kikundi chao kwa umoja wao, bado hawawezi kuwa na maisha ambayo anayo Dula Makabila peke yake. Yani wakakusanya maisha ya kila mmoja wao. Nasemaje kaka? Hawawezi kufikia maisha sio yangu, maisha ya DJ wangu. Unasikia? Kwenye Singeli kuna mtu anakuwa na hela, ama mtu anakuwa na hela nyingi. Alafu na mtu anakuwa na hela mno. Mimi nina hela kama nini? Unajua kama nini? Kama nini? Yani umevuka mno. Kama nini ni kitu ambacho hakielezeki. Ukisikia bwana huyu jamaa anakimbia kama nini? Ujue kampita swala, kampita chui. Yani unaelewa? Una cha kufananishia bwana mweupe kama nini mwanangu? Huyu hadi kwenye albino kapitiliza. Kwa hiyo mimi kwenye Singeli washindane na mimi sehemu zote. Kwenye kupanga melodi, sijui kuimba, sijui kufanya nini, uko sawa. Tunaweza tukasumbuana kibana pua tu. Kaka. Kwenye kipato. Labda mtu management yake ingile kati. Yaani mimi na yeye macho kama box anavyosema. Yaani ya kwake na ya kwangu ziko mezani. Tufungue account. Wewe mimi nina kipato. Ndio masana Dula. Ni bwana.